Hello, naitwa Chuma na hii ni Chuma Music. Nikushukuru sana wewe ambaye umesubscribe katika channel hii, na wewe ambaye ni mara yako ya kwanza, kukaribisha uweze kusubscribe mahali hapa. Na hapa tunashare tips mbalimbali zinazohusiana na muziki ambazo naamini zitakusaidia kuweza kukua katika maeneo mbalimbali ya muziki. Ikiwa wewe ni mpigaji, unafanya production, unafanya sound engineering, tutakuwa tukishare tips katika namna rahisi sana ambayo mimi naamini itakusaidia kuweza kukua au kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na leo tutakuwa tukiendelea na sehemu ya pili ya introduction to bass guitar, yani kuzijua sehemu mbalimbali za bass guitar lako. Tayari tushafanya part ya kwanza ambayo tulicover headstock au kichwa cha gitaa, na leo tunaendelea na sehemu ya pili ambayo inaitwa neck. Tulisema kwamba gitaa letu gitaa la bass huwa lina sehemu kuu tatu: headstock au kichwa, neck au shingo, pamoja na body au mwili. Kwa tayari tulisha cover vitu vyote vinavyopatikana kwenye headstock, na leo tunaendelea na sehemu ya pili ambayo inaitwa neck au shingo ya gitaa. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tutaenda kukizungumzia katika neck au shingo ya gitaa ni kitu ambacho kinaitwa fret. Fret ni hivi vichuma hapa ambavyo vinakuwa vinakata kwenda chini, na kazi yake ni kuseparate noti moja na nyingine. Tunaposema noti, tutakuja kuiona kwa upana zaidi kwamba tunamaanisha nini na utazielewa. Nitatumia lugha rahisi sana ambayo naamini utazielewa. Kwa hiyo hii kazi yake ni kuseparate noti moja na noti nyingine. Kwa hiyo fret wakati tunasema huwa tunazihesabu kuanzia huku kuja huku. Kwa hivyo hii hapa tunasema hii ni fret ya kwanza. Kwa baadaye tukija tukisema fret ya nne, maana utahesabu kuanzia hapa, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Hii ni fret ya nne. Kwambia fret ya tisa utahesabu kuanzia huku. Kwa hivi vyuma ndio vinatenganisha fret moja na fret nyingine, au noti moja na noti nyingine, au vinatenganisha hii tab kama utakuja kuona huko mbele. Kwa kitu cha kwanza ni hii hapa ambayo zinaitwa frets. Kitu cha pili, kuna kitu kinaitwa fret markers au inlays, au wengine wanaita position marker. Hizi ni vidoti ambavyo huwa vinakuwa hapa juu, lakini pia vinakuwepo hapa mbele. Utaona kuna hizi hapa. Kwa hiyo zinaweza kuwa katika mfumo tofauti. Kuna nyingine zinakuwa kama dots, kuna nyingine wanaweka katika namna yote ambayo zimewekwa, ila inaitwa fret markers. Ukiangalia kwa upande huu ni hizi hapa, wameweka vidoti, wameviweka huku na huku, ili hata ukiwa unapiga gitaa lako usiwe unahangaika kuangalia hii. Kwa hiyo unakuwa unaziona kwa urahisi. Kwa hiyo tutakuja kuona matumizi yake. Hizi zinakusaidia kuweza kutambua fret na kutafuta key kwa urahisi. Kwa hiyo nitatengeneza video yake ya kukueleza kwa upana zaidi jinsi ya kuzitumia ili zikusaidie kuweza kuimprove upigaji wako. Kwa hiyo zinaitwa fret markers au position markers kwa sababu zina mark position. Yaani zinakusaidia uweze kujua kwamba hapa nipo katika position gani. Nikitaka kuitafuta fret ya 10, tutakuja kuona kwamba hizi zinaweza zikakusaidia. Zinaweza zikakusaidia kuweza kujua position mbalimbali kwenye hii gitaa yako. Kwa hiyo endelea kuwa pamoja nami. Kuna video ambayo inakuja ya kueleza namna bora zaidi ya kuzitumia hizi fret markers ili zikusaidie. Kwa hiyo ukiachana na hizo fret markers, kitu kingine ni strings. Strings ndio hizi nyuzi za gitaa. Kama ambavyo tulisema hii gitaa yangu ni ya nyuzi 6, kwa hiyo ina hizi nyuzi 6. Hizi nyuzi pia zinaamua pia au zinadetermine toni ya gitaa lako. Kwa hiyo ikiwa una nyuzi ambazo sio nzuri,
gitaa lako pia litatoa toni ambayo sio nzuri, itakuwa haii vizuri. Kwa hiyo ni muhimu pia kuchagua nyuzi ambazo ni sahihi, lakini pia baada ya muda ni muhimu kuzibadilisha nyuzi zako, kwa sababu kuna muda huwa zinapoteza toni, kwa sababu zinapopigwa na joto zina expand na ile contract zinakuwa zina affect toni yake. Kwa hiyo kuna watu ambao hii manjua inatokea sana kwenye ile solo gitaa, kwamba mtu labda nyuzi, kwa sababu nyuzi za bei sio rahisi sana kukatika. Ukikatika huu uzi mmoja, anaenda ananunua huu uzi peke yake, anakuja anabadilisha tu mmoja, kuja tena ukatika mwingine anabadilisha mwingine. Hiyo nao sio nzuri. Ukiwa unabadilisha nyuzi, ni muhimu kuzibadilisha zote, kwa sababu nyuzi ziko tofauti, zimetengenezwa katika namna tofauti. Kwa hiyo ukibadilisha moja, inaweza ika-affect pia tuning ya gitaa lako. Kwa kama unaweza, ukitaka kubadilisha nyuzi, zibadilishe zote tu, usibadilishe uzi mmoja mmoja. Kwa hiyo ni muhimu pia kuchagua nyuzi ambazo ziko vizuri, ambazo zinatoa toni nzuri, ili uweze kupata toni nzuri pia katika gitaa lako. Usiangalie sana labda kwamba ina bei ndogo, japo kuwa na bei kubwa haimaanishi kwamba ndo bora. Kwa ni muhimu, kama unaweza kumtafuta mtaalamu ambaye anazijua nyuzi vizuri, akakusaidia kuweza kuchagua, au unaweza ukawasiliana na mimi pia, naweza nikakusaidia pia kwenye kuchagua nyuzi bora za gitaa lako. Kwa hapo tayari tumeshaangalia fret, tumeangalia fret markers, tumeangalia nyuzi au strings. Na hizi nyuzi, kila uzi una jina lake hapo kulingana na gitaa lako. Kwa hiyo tutakuja kuona tunazungumzia note kwamba hizi nyuzi unaziname vipi au unayapataje majina yake. So muda mrefu utakuja kujua hiyo. Kitu kingine, kuna kitu kinaitwa truss. Kuna kitu kinaitwa truss au truss rod. Hii truss kuna kama chuma ambayo imepita ndani ya hii shingo ya gitaa au neck, ambayo kazi yake kwa tunasemaga ni kuadjust. Kuna kitu kinaitwa relief kwenye gitaa, relief au bow. Hii shingo ya gitaa kuna muda huwa ina bend au inajikunja. Inaweza ikajikunja kwa kwenda nyuma au ikajikunja kwa kwenda mbele. Yaani inapopata joto na kupata ubaridi, ile ku expand na contract, huwa kuna muda inaweza ikajikunja. Na kujikunja kwa inaweza kaa ni kwenda nyuma au kwenda mbele. Kwa hiyo kujikunja ndio wao wanaita relief au bow. Kwa hiyo ikijikunja kwenda nyuma, maana hizi nyuzi itazipush hizi nyuzi kwenda chini, na inaweza ika affect tone ya hizi nyuzi, zikawa zinatoa sauti ambayo sio nzuri. Lakini pia ikiwa imejikunja kwenda mbele, maana nyuzi zitanyanyuka na itakuwa inakuforce utumie nguvu kubwa sana kwenye kupiga, kitu ambacho pia kinaweza kikakupa ugumu kwenye upigaji wako. Kwa hiyo truss au truss rod, ukifungua hapa, ambao tulizungumzia kwenye video iliyopita, kuna hii truss cover. Ukiitoa utatumia zile Allen key kuweza kuiadjust ili kama ilikuwa imejikunja kwenda mbele au nyuma, ikanyoka. Kwa hiyo truss inakuwa inatumika kuweza kama kunyosha au mpini au shingo ya gitaa, ambayo kujikunja huko tunaita relief. Kwa hii truss rod huwa inatumika kwa adjust relief au bow, ambayo inawezekana ikawa imebao kwenda mbele au imebao kwenda nyuma. Kwa hiyo ndo kazi ya hiyo truss. Kitu kingine, kuna kitu inaitwa neck joint. Neck joint ni sehemu sasa ambapo hii neck imeungana na body, ambayo kuna ambayo inaitwa neck screw. Neck screw ni gitaa ambazo jinsi ilivyochongwa hii body au mwili wa gitaa umeungana kabisa na hii shingo ya gitaa. Kwa hamna sehemu ambapo kwamba hapa ilitengenezwa hii peke yake na hii peke yake wakaja wakaziunganisha.
ni kwamba imechongwa kwa pamoja, yaani imechongwa moja, imeungana moja kwa moja. Hii inaitwa neck through. Lakini pia kuna inawezekana ikawa imeunganishwa na glue au gundi, kwamba hii shingo ya gitaa imewekewa gundi ikaunganishwa na hii hapa body. Lakini pia kuna nyingine waga tunaita on bolt au kwa kutumia screw, ambazo nyingi ndio huwa zinafanywa kwa namna hiyo, kama hii hapa imeunganishwa kwa kutumia hizi hapa screw. Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia pia jinsi ilivyoungwa hapa, kwa sababu inaweza, kwa mfano kama imewekewa gundi na haiko vizuri, maana inawezekana hii neck ikawa kama inasogea mbele, na ikisogea mbele maana inakuwa ina affect pia position ya hizi nyuzi. Kwa ni muhimu pia, kama gitaa lako kwa mfano nyuzi zake unaona zimenyanyuka au ziko chini sana, unaweza pia ukaangalia kama hii neck joint iko sawa, na kwa zile ambazo ina through hapa huwezi ukapata changamoto sana, ambayo imechongwa moja kwa moja. Na kitu kingine ambacho cha kuangalia sasa, unapokuwa unachagua unaenda kununua gitaa lako, inabidi uangalie material ambayo imetumika kuchonga hii neck, kwa sababu ikiwa ni material ambayo sio nzuri, baada ya muda mfupi unaweza kutumia gitaa kwa muda mfupi ikawa imepinda. Kwa hiyo gitaa kama umetumia muda mfupi alafu anza kuliadjust kwa kutumia hii truss, maana yake inakuwa sio nzuri, kwa sababu unaweza ukaliadjust likapinda tena, kwa kuna muda tu utafika ambao litakuwa halikufai tena. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia material ambayo imetumika hapa, ambao ziko material tofauti tofauti na zinadetermine pia au zinaamua ubora wa gitaa lako. Kwa hiyo unaponunua gitaa lako pia ni muhimu ukaangalia na ukazijua material tofauti ambazo zinatumika katika kutengeneza hizi gitaa, iwe ni material ambayo iko strong na ambayo inaweza kukaa muda mrefu, ili kulifanya gitaa lako likae muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ndo shingo ya gitaa. Kama kuna swali unalo, kuna sehemu hujaelewa, unaweza ukaniandikia hapo nikakuelezea katika namna ya uzuri zaidi. Na kama kuna kitu pia ungependa tuzungumzie, unaweza ukaniandikia pia nikaja kukitolea maelezo. Kwa video inayofuata tutazungumzia hii hapa, hii bodi ambayo ni sehemu ya msingi zaidi, kwa sababu huku kuna vitu vingi zaidi vya kuweza kukava. Kwa nikukaribisha uendelee kusubscribe na kutani hiyo notification bell au hiyo kengele, ili kila nitakapo upload video uwe wa kwanza kuweza kuipata. Kwa karibu sana na asante kwa kuendelea kuwa pamoja nami.